wangu ndio jamani, nashindwa. Kazi za watu siwezi kufanya kwa uzuri, siwezi kufanya kazi yoyote hadi paka wananiuliza nini shida kwa ajili ya Mungu wangu jamani, asanteni. Pole sana dada, tuko pamoja na wewe dada yangu, pole sana. Tutapita hii barabara pamoja. Hauko peke yako, huko na Watanzania wenzako wote ambao wako nyuma yako. Mungu anakuona wewe mama. Wewe Mungu anakuona. Viongozi wote mliosika kwa ajili ya kuwa binadamu wenzio, Watanzania wenzio, maaskari, polisi. Mungu anakuona wewe mama. Mungu anakuona, anayekuongoza kuwa Tanzania wenzio. Wewe kawa watu kama wanyama. Samani, huyu Bobby nimeshamwambia kwamba asitume emoji hapa chini. Ila bado anaendelea kutuma emoji. Bobby nitakublock. Asitume emoji, tutaki emoji. Mbona haelewi? Nimeacha. Okay. Acha. Dada pole sana. Pole sana dadangu. Jamani, haya machozi Samia atalipa. Haya machozi na damu aliyomwaga yule mama Kizanzibari atalipa. So before sijarudi Clubhouse, naomba nimkaribishe Sunshine alafu nitarudi Clubhouse. Asante sana. Poleni sana kwa wote wa Tanzania. Mimi ni Mtanzania ambaye niko Marekani. Nimeumia sana kuona ndugu zangu wanauawa kwa maandamano na kwa kupigania haki zetu. Tunawashukuru sana. Tunawalilia sana. Na tumeumia sana. Leo nimekuja kuwapa moyo pia na ushauri kama mtu ambaye nimejishirikisha kwenye maandamano mengi huku Marekani. Nimeona kwamba polisi wanatumia gesi ya machozi. Naomba niwashauri mnunue zile baking soda, mweke kwenye chupa za maji. Mkikutana na watu ambao wanawarushia yale mabomu ya gesi ya machozi, mnachukua zile kama ni koni ya traffic au bakuli, mnatoboa pale juu afu mnamwagia maji pale kwenye hiyo shimo, ndio ina diffuse ile bomu ya gesi ya machozi. Hizi ndio preparation tulizofanya kwenda kuandamana hata huku Marekani. Unatembea na chupa ya maji ambayo ina hiyo baking soda ndani. Ile gesi ikikushika unajimwagilia ile gesi. Ukiona kwamba gesi ya machozi inakuja unageuka, maana ile ikiingia machoni inakuwa ngumu sana. Naomba msiache kuandamana, kwa sababu vitu ambavyo tunaona vinafanyika, hakuna kitu ambacho yani wanaweza wakaficha sasa hivi. Kila picha ambayo mnatupa mtandaoni mimi naenda kushare kila sehemu. Hata wanifunge leo, wanifunge kesho, siwezi kukaa kimya. Hii sio siku ya kukaa kimya wakati wenzetu wanauawa na wanaitwa eti sijui wahuni majambazi. Majambazi ni wale ambao wanawaua wa Tanzania, ambao wanapigania haki zetu. Majambazi ni wale ambao waliiba kura, ambao wanaona wanachofanya ni kizuri. Jamani wenzangu, asanteni. Umeomba urudie maelezo ya hiyo bomu ya baking soda sijui. Ya baking soda. Unachukua chupa ya maji, unachukua baking soda, ile powder ya baking soda unaweka ndani ya ile chupa ya maji. Kwa hiyo mtu akitupa bomu ya ile tear gas, ile gesi ya machozi, unachukua kama bakuli au koni, kitu cha kufunika, afu juu yake unamwagilia yale maji yenye baking soda. Gesi ile ikikushika mwilini unajimwagilia maji yenye baking soda, inasaidia sana. Ukikosa yale maji, kama maji kiisha, hata maziwa. Tena ukiingiwa machoni na ile gesi ya machozi, tumia maziwa. Sijui hata kama kuna maziwa dukani, lakini hivi ndio vitu tumejifunza kwa kuandamana huko Marekani. Asanteni sana. Asante Sunshine, asante sana. Naomba turudi Clubhouse. Jay, karibu brother. Asante. Hapa Clubhouse naona watu wameshehena, lakini watu wanakuwa wanazindika na muziki wa huko TikTok, kwa sababu tunataka tuwasikize sana vijana, lakini vile sio mbaya tukifanya ili collab
Mishene. Nimeona hapa na jezi wangu naye yuko hapa, yuko mitaa ya USA. Pisi upo pisi? Pisi bora kimya au ndo zile za night shift hiyo? Basi mtu alikuwa tayari hapa washa mic. Karibu washa mic, taja jina lako afu uendelee. Kaka Jay, unanisikia? Nakusikia, Renatus, twende kazi. Okay, asante. Mimi nitaenda moja kwa moja. Najua hapa Gen Z hapa wanasikiliza. Lakini ukweli ni kwamba kazi waliofanya vijana ni kazi moja kubwa kweli kweli. Na tumefikia sehemu nzuri. Kwa sababu mpaka tunaanza kuwafikia wakuu wa mikoa, hata Mwanza kule nimesikia. Na kwema. Ya nakusikiza brother, endelea. Kwa sababu mic umewasha hapo ndo maana nime. Ya mimi lazima niwashe mic ili watu wasikie huko. Okay, sawa. Tuko sawa. Unaona? Kwa hiyo vijana tusiache hizi damu zifutwe na taulo tu au mvua inyeshe zifutike. Tulipofika sasa hivi lazima tupomalizie. Yaani tulipofika tumeshavunja tayari lile daraja la kurudi nyuma. Kwa sasa hivi ni kwenda mbele tu. Mimi nawapa moyo na nawapongeza sana na najua hizi damu zitakuja kulipwa. Haya machozi ya kina mama, watoto wao, ndugu zao, hawa machozi yao, maumivu yao yatakuja kulipwa. Na muda sio mrefu. But we have to focus kwamba malengo yetu ni kwamba CCM out. CCM kishakuwa out na Samia hayupo. Na huyu Samia tudili naye. Na tukimalizana na Samia tudili na Wazenji. Hawa lazima tudili nao. Lakini kwanza kwa sasa hivi jeshi letu wana compromise somehow. Lazima na sisi tu compromise na wao. Wanapotusaidia tushukuru. Kuna sehemu zingine labda hawawezi kutufikia, kwa tusilamu kwa hilo. Ila wanapotusaidia tufanye hivyo. Tuwe na ushirikiano nao. Wako vizuri. Mimi naamini wako vizuri. Lakini kuna wana sheria zao. Lakini nyie vijana wa TikTok, nyie vijana Gen Z, taifa la kesho walisema akina Wasira, sasa hivi ni taifa la leo. Yaani sasa hivi lazima kupambana. Halafu sasa hivi tunapambania pia uhai wa wale ambao tumeona damu zao. Kaka Jay, asante. Shukrani Renatus. Kuna mtu mwingine hapa Clubhouse? Naona Clubhouse hapa hamna, lakini mimi naweza nikawakilisha Clubhouse. Kuna kitu kimoja wanangu wa Gen Z ambao mnakuwa ground. Huu mchezo jamani, usiseme kuwa labda tukitoka tena. Yaani hii inatakiwa hata leo watu tuingie field kama kawaida. Sisi maandamano yetu tunahitajika yawe tofauti. Maandamano ambayo hatuna ile siku tunaweza tukajikuta kuna siku tunafanya mapumziko kama tusipojali. Ila leo, siku ya leo, tuna mahakama, tuna kesi pale ya huyu shujaa wetu. Huyu shujaa ni shujaa wa kitaifa, sio shujaa wa hapa wa chama fulani. Sisi hapa tunajua Lissu kapambania tangu miaka ya 90 huko mpaka leo anasimama na Watanzania siku zote. Kwa hiyo leo ana kesi yake itaanza mida saa 3, nadhani kitu kama hicho. Labda tupate taarifa nyingine, na mitandao amefunga, sijui atatuletea hiyo taarifa wapi kusema umailisha au ni vipi. Lakini leo tujue tuna kesi. Kwa hiyo kama vipi tunaweza tukaenda tukafanya mapumziko yetu kwenda kusikiliza kesi pale mahakamani.
Hayo ndo mapumziko yetu kwa leo, lakini hii kitu haiishi mpaka iishe, kwa sababu sikufichi, hatuko salama. Yani hawa watu kama leo hapa nimepata taarifa watu Mbeya wanaingiliwa majumbani, wanatolewa wanawake wote nje, wanaenda kutafuta wanaume ndani, wanapewa torturing, unaambiwa na torturing zao unajua tena, yani wanakulegeza legeza, huwezi kutembea hata miezi kadhaa usije kufanikisha jambo lao. Kitu cha kusikitisha, wanawabaka wanawake zao ndani. Kwa hiyo inawezekanika kabisa sisi nchi yetu imeingiliwa na watu ambao kutoka nje ya nchi, ambao wasiokuwa na machungu, na mama zetu na dada zetu wanaona ni wanihusu wao, kwa sababu sisi wenyewe huwezi kumbaka mama yako au dada yako. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni watu wanaotoka nje ndio wenye tabia hizo, hata wanajeshi wanajua hilo iko kitu. Kwa hiyo tusije tukategemea labda tuna jeshi litatusaidia au mtu yote. Sisi twendeni kama sisi tulivyoamua mwanzoni kuwa tunataka tutoke tuchukue nchi yetu. Kwa hiyo swala la jeshi sasa hivi tusahau, kwa sababu sometime inaweza kawa kweli wanatuletea taarifa tokeni kwa wingi, tuko pamoja na nyinyi, lakini inatutia mashaka wanapotuambia tuache kubeba silaha, tubebe mabango. Sisi hatutaki kubeba mizigo isiyokuwa na mpango. Lazima kama mizigo nataka tubebe, basi tubebe mishare, tubebe petrol bomb na silaha zingine zozote za jadi ambazo zinaweza kutusaidia. Na mtu kama anacha kimguu cha kuku, kama mdingi yako anacho anakimiliki, basi pita nacho, ficha kwenye kiuno, unaingia, kitatusaidia mbele. Kwa hiyo wanangu, mimi nawahusia, yani hii shughuli msipoifanya basi mjue hamko salama. Msipotoka hamko salama, mkitoka tunaenda kuchukua nchi, tushinde, tuwatoe hao afu tuwaadhibu. Na nawashauri wale ambao mnajua kuandika hizi barua kwenye ICC, msipeleke kwa mtu ambaye ni labda wa ICC, pelekeni kabisa kwenye ile contract as pale, na kuwa mtu akwepi pale, ile lazima ionekanike na kila mtu ofisini. Lakini kwa mtu ukiona jina la mtu sio Abdalla nani, tuwe na wasiwasi. Sasa hivi kila sehemu watu wanamwaga hela vibaya mno. Kwa hiyo naombeni ndugu zangu, hata hawa ma-BBC wamenunuliwa, mmeona hivi vyombo vya habari vya kimataifa, kwa sababu wakina Kikeke walifanya kazi huko, sio kuna yule Kimwaga. Kwa hiyo wanapitishiwa mlungula, wale wanawajua watu wa kule. Kwa hiyo ndio maana unaona habari zao zinaenda negative, sio ile na kwa sisi tunavyoiona habari ipo. Kwa hiyo tusitegemee mtu yote atakuja kutusaidia. Kwa hiyo kama jeshi wako tayari kutusaidia, ilikuwa tusaidie tangu juzi, kwa sababu hii kauli ya polisi leo kusema kuna watu wametoka nje ya nchi, ile ni kauli itakiwa isemwe na jeshi, ile haiwahusu kabisa polisi. Kwa hiyo unakuta jeshi mpaka sasa hajatoa kauli yoyote, wamekaa kimya, na mpaka sasa hivi hatujui Mkunda kama yuko hai au hayuko hai. Nchi imetekwa ndugu zangu, tutoke tukaokoe nchi yetu. Bila hivyo ndo kama nilivyowaambia Mbeya kinachotokea, Dar es Salaam yenyewe na mikoa yote. Na nimepata moja ya Manyara, Arusha, wanatembea wanatumia wakuu wa mikoa, wenyekiti wa mitaa, sio watendaji, ndio wachomaji wenyewe. Kwa hiyo jamani, yale mabusu madavi, upande wetu huko nitampatia Bob dakika 2, alafu nitampatia Rehema dakika 2 za kusema kwa heri, na Dorotia pia, alafu tutakuwa tumemaliza. Bob, karibu. Bobby. Asante sana, nimeshukuru sana kunipatia sauti yangu kuzungumzia Wakenya wetu, amani wa Tanzania wetu. Pole sana, lakini kile naweza waambia wananchi wa Tanzania, msirudishe mkono nyuma. Msikubali kurudisha mkono nyuma hata siku moja. Kwa nini mkubali mrudishe mkono nyuma? Huyu mama wenu huyu hataumiza wananchi sana. Mtakuwa na nguvu ya kusema kwa nchi yenu. Kitu ya pili, kiongozi kwa mwananchi. Kama unaona mwananchi hajaamini vile umemfanyia, kubali, okay, chini waweke mtu mwingine ule wanapenda. Muda umekaa kwa hiyo kiti, Tanzania imekushinda kutengeleza. Usione kama majensi wanatoka kwa nyumba kukuja kumandamana, kufanya maandamano. Si kupenda kwao, ni uchungu ile wanaishi na serikali yao. Na hao wenyewe walikuchagua kukuweka kwa hiyo kiti, kiburi uko nayo na kibufuo uko nayo, sasa unatumisa. Naambia hivi wabulaza zetu, mukubali msikubali. Hula anakufa, anaogopa kifo.
Kifo kama ni kifo, ni siku yake imefika, utakufa. Hata kuwe kwa nyumba, hata ujifikie kwa nyumba, bado utakufa. Kitu ya pili, kiongozi tunakuchagua kutuangalia sisi wananchi, sio si kutuumiza. Unielewa? Kiongozi unachaguliwa na wananchi kuangalia shida zao wako nazo. Jiulize kwa nini wananchi wameamua kuamuka, kama ni kukufa wakufe. Nashindwa sana serikali ya Museveni mbona inakuja Tanzania kuumiza wananchi wa Tanzania. Na yeye yenyewe amemshinda kusaidia nchi yake. Mungu amekaa kwa kiti miaka 40 Museveni. Nini umesaidia nchi yetu? Kuharibu tu. Alafu anaweka kiburi mbona Tanzania kuumiza brother zetu. Wa brother, naomba lo safi, msikubali, msirudishe mkono nyuma. Kama kusonga mbele, msonge mbele. Kama ni kifo kufe, upiganie nchi yako. Pigania nchi yako. Asante sana Bobby, lakini pia wanajeshi wenu tukiwakuta barabarani tunawanyoosha. Unyoosha watu wako na ujinga brother. Acha nikwambie kitu moja. Museveni anajiweka ako na kiburi sana, anajiweka ako na nguvu sana, anaweza saidia nchi zingine. Lakini hata sisi wenyewe angoje 2026. Kama kutuua atatuua sisi wananchi wote, habaki na nchi yake peke yake. Tumechoka, hata sisi tumechoka. Alafu anaonyesha anaenda kwa nchi zingine kama Kenya, Tanzania. Anajionyesha yako na kiburi sana, anaonyesha yeye ni muuaji kabisa sana. Uone hivi Uganda anakuja kukupiga kiboko, kama kuna panga kata. Usimbembeleze. Ni wajinga hao wenyewe, wakarao nyumbani, wanaishi umasikini. Wanalala kwa nyumba za nyasi, wanalala kwa nyumba za mabati kama jiko. Lakini bado wanaenda kwa nchi zingine, karibu nchi zingine. Hizo nchi yenu imekuwa salama, imekuwa imetulia. Tanzania imekuwa imetulia muda mrefu. Sijasikia kelele yote kwa Tanzania. Lakini vile naambia kitu moja, msikubali kurudisha mkono. Kama ni kusonga mbele, msonge mbele. Huyu anabaki kwa nyumba yake, amesahau familia yake. Asante brother, we are behind the time. Dorothea, tafadhali sema salamu za kwaheri. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi nilikuwa naomba tu hapo niwakumbushe kitu kimoja. Yaani hapo kuanzia leo, yani ukiamka asubuhi, akili yako iweke kwamba nataka damu za Watanzania wenzangu zilizomwagika zipumzike kwa amani na haki. Sijui mnanielewa Watanzania wenzangu? Yaani huu sio muda wa kujifikiria, huu sio muda wa kusema tufanyaje sijui. Huu ni muda wa kuamka asubuhi na mbele yao. Utakayekutana naye unaongozana naye. Sijui mnanielewa ndugu zangu? Mimi ni hayo tu. Tuendelee kupigania haki, kwa sababu huyu mama sisi hatumtaki. Na hata kama amejiapisha, kwanza inabidi ufikirie, mtu baada ya machafuko yote hayo, mtu kaapishwa na bado ana nguvu ya kutoa speech kwamba kilichotokea ni fujo. Baada ya kila kitu tulichomuonyesha, bado ana nguvu ya kusimama na kusema tuna fujo, badala ya kutupa tunachokitaka. Huyo sio binadamu, huyo ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiamka waza hili neno kwamba baada ya vifo vyote hivi, huyu mwanamke ameweza kusimama na kutuambia sisi ni waleta fujo kwenye taifa letu wenyewe. Kwa ajili ya kutupa haki na kuendelea tuweze kupata tunachokitaka. Ni hayo tu ndugu zangu. Asante sana Rema, kamanda mzito sana. Dorothea, Rema karibu. Mimi sina cha kuongea kwa kweli kwa siku ya leo. Haki Mungu na hapa sielewi kwa sababu yani kile ninachokifikiria sielewi. Sasa ina shida Rema. Jaiva, una la kusema? Tunafunga live. Kwema, mimi bana naona Samia na grupu lake kama ni kwenda wote waende. Kwanza mimi nimechukizwa sana na wakuu wa jeshi pamoja na makomanda wote wa kipolisi, wote hawafai kabisa. Kwa sababu gani? Kwa nini wameruhusu mauaji ya kinyama kama haya? Wale top commanders wote waende, upande wa jeshi na upande wa polisi. Kama unaonaje? Kabisa.
Naunga mkono Jaiva. Shona. Yeah. Debs wewe bwana, tukana unao uhuru wa kutukana. Sisi ni watu wa demokrasia, tunakubali hata kutukana pia. Lakini huo ndo mtazamo wangu. Mimi naona wale makomanda wa kijeshi kwanza ndio wa kufikishwa ICC, kwa sababu wao ndio on the top on the ground. Mama yeye kule juu ni order ya mdomo, lakini wale wanaotimiza ile physical order ni hawa makomanda on the ground ambao wanapeana, wanafanya kutumia zile canon za maji, lakini live bullet za protesters bana imekuwa vibaya. Unajua kwa sisi hatujaziona hizi picha, maana mtandao imefungwa, picha hazijatokea. Lakini hata wale watu wengine sisi tulikuwa tukimsupport mama kwa upande mwingine, not fully, tulikuwa tunaangalia the legal process vile inavyoenda, lakini siko tulikuwa tumsupportia 100%. Asante. Lakini vile tumekuja kuziona hizi picha bana, hapana. Asante Jaiva. Asante Jaiva. J Mike hapa. Mimi labda niseme kitu kimoja. Samia, damu na machozi ya Watanzania, na umeua watu Samia, familia nyingi, watu wako wanalia, hawawezi kwenda kuwazika watoto wao kwa kuzuia maiti. Unazika hizo maiti za watu ili kuficha ushahidi. Ili swala ni zito, na kwamba sisi kama Gen Z sio kwamba tutarudi nyuma ku accept whatever you are doing to our country. Hatuwezi kurudi nyuma. Kwanza tutaenda mbele, na hatukutambui kama kiongozi wetu. Yani Samia amekataliwa na dunia, wamekataliwa na wananchi. Mashetani wamemkataa Samia, malaika hata hawamwangalii. Yani malaika wenyewe hawamwangalii yule mama, wanaangalia pembeni wakimwona yule mama. Yule mama ni muuaji. Na swala lingine mimi nitapeleka kwa Wazanzibari ambao most of them mimi nawaona kwenye live zingine wamekuwa wakifurahia sana hili jambo. Wazanzibari mnalalamika kipindi kile cha Mkapa sijui nini na nini. Kile kipindi wabunge wa upinzani walisimama na nyinyi. Walisimama na Wazanzibari bungeni kwa muda wote. Ila nyinyi hilo hamkuliona. Leo tunapitia shida, tunauliwa, damu yetu inamwagwa, machozi ya wazazi. Leo nyinyi mmekuwa mkichekelea upande wa TikTok huku kwenye live tofauti. Sisi when we are done with this mama kama Samia huyu, tukimalizana naye tutarudi kwenye muungano huko. Tutakaa na viongozi wetu basi tutawachagua, turudi kwenye huo muungano. Tuone kama wanatunufaisha, kama watunufaishi, kila mtu abaki na nchi yake yani. You know, kwa sababu yani sometimes hii inatia uchungu sana. Inatuumiza sana. Tukipita kwenye TikTok tukiona watu wengine Kenya wanakuja, wanatupa pole. Alafu unakuta Mzanzibari ambaye ni next door yetu hapa anashangilia. Hii kusema kweli inaumiza. We don't accept that, na tutatembea nalo hilo milele ndani ya mioyo yetu. So mimi nawashukuru kwa vijana wote na watu wazima ambao wamekuja hapa kutupa moyo, especially people from the clubhouse. Wamekuwa na sisi for the past siku 4 wakitupa moyo, wakihakikisha tunapambana kwa ajili ya nchi yetu. Je, nikurudishie hiki kipaza kwa kuwa sisi tunashuka hapa. Naomba nikurudishie hiki kipaza na nikushukuru kwa muda wako Ruge na watu wote waliokuwa clubhouse hapo.